Mr. Mageto. Vipi? Habari yako? Naona heri. Mimi nashukuru. Vipi afya? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mr. Mageto, kuna jambo mimi nahitaji nikuelekeze kidogo. Maendeleo ya mdogo wako sasa hivi yamekuwa vizuri zaidi. Yaani nakupa hongera. Kwa sababu sasa hivi amepanda tofauti na mwanzo. Anafanya vizuri darasani. Na taarifa njema ni kwamba kwenda akawa ni tegemezi wa shule mbeleni. So anafanya vizuri na kupongeza, na hii yote kwa ajili ya juhudi yako Mr. Mageto. Hongera sana. Bwana, niseme asante na nashukuru sana kwa sababu katika maisha yangu kitu ambacho yani nakipenda kumuona ndugu yangu akiwa katika msimamo mzuri na akiwa na elimu mzuri. Kwa hiyo nashukuru sana, na mwanafunzi bora anatokana na walimu bora, kwa sababu nategemea leo na kesho ndugu yangu aweze kuwa mwanafunzi bora zaidi ya pale ambapo mnapomsifia. Na niseme shukrani za dhati kwa nyinyi walimu, kwa sababu nyinyi ndo unaozalisha madokta, mawaziri, sijui marais. Yaani nyinyi ndo msaada mkubwa. Kwa hiyo naomba ndugu yangu mzidi kumpambania leo na kesho, naamini ndugu yangu hata akija kuwa president wa Tanzania nitashukuru sana, kwa sababu naona sasa hivi kuna Mama Samia pale. Natamani hata mwaka 2050 hapo aje kusimama ndugu yangu kuipeperusha bendera ya Tanzania na kuwa kiongozi, hawezi kuwasaidia wale wote, kwa sababu ndoto yake kubwa kuwasaidia wanyonge. Basi kama na ndoto hiyo, ngoja mimi nimpambanie. Sasa sikia Mr. Mageto. Pale nyumbani nimeandaa tuition kwa ajili ya wanafunzi kujisomea muda huu wa likizo. Kwa hiyo unaweza kumleta mdogo wako ajisomee ili atimize ndoto zake. Basi sawa, mimi naelekea sokoni bwana. Basi sawa, tunaweza tukaongozana ila tutumie njia hii fupi. Basi sawa, twende. Safari ya maumivu, safari. Mapenzi yamenibadilisha, siku hizi sinaga ubabe. Ishakuwa lucha, niache moyo wangu niambie baby. Mimi kuku wako, kitaka mayai niachage sema. Nikiona na uji, mimi sitiri simwage. Sina matarajio. Kaka. Unasemaje? Mbona ongei? Shikamoo kaka. Mimi sina shida na shikamoo. Vipi kuhusu mazingira ya kula? Hamna chochote kaka. Sasa hapo unafanya nini? Naosha vyombo. Kwa hiyo ndo najibu mimi hivyo? Kwani siku hizi ushakuwa muone wewe? Hapana kaka. Hapana. Ushakuwa muone siku hizi? Hapana. Sinaongea na wewe. Ushakuwa muone wewe? Wewe ushakuwa muone wewe? Sinaongea na wewe. Wewe siku hizi ushakuwa muone wewe? Mjomba, hivi yule jamaa ulimjulia wapi yule? Mbona ana hatari hivi? Yaani mafuta mpaka sasa hivi yapo mengi sana. Mjomba, tatizo wewe unapenda kukurupuka sana.
Yule jamaa ni kiboko sana. Umesikia mjomba? Yaani yule ni zaidi ya wote. Je, bado wajiuliza yule ni nani? Anaitwa Mkaramba, ni muuzaji mzuri sana wa mafuta ya petroli. Je, unahitaji mawasiliano naye? Wasiliana naye kupitia namba zifuatazo: 0620 23 48 94. Narudia 0620 23 48 94. Chagua mafuta ya petroli yenye ubora kwa safari salama, injini yenye nguvu na mwendo wa kuaminika. Hawa akina Shende, haya makelele ni akina Shende. Yaani familia ile sijui ina laana, sijui ina tatizo gani yani. Kila siku makelele, kila siku makelele. Hivi ni watu gani ambao hawaelewi? Yaani wanataka nifanye niwe roho juu. Kila siku nakaa, kila siku na solve ugomvi wao. Yaani mimi nishawachoka kabisa. Yaani ujumbe wenyewe unaelekea kunishinda kwa sababu mtu unatumia vile ambavyo inatakiwa lakini unaonekana hata ufai kweli. Yaani hawa mimi leo watanijua vizuri. Yaani kila siku mimi nafanya kazi ya kusuluhisha ugomvi. Dogo vipi? Jambo. Sijambo, shikamoo. Mama, fundi yupo wapi? Ameenda sokoni. Ameenda sokoni? Yeah. Kazi inaendeleaje lakini? Salama. Ipo vizuri? Yeah. Fanyeni kazi vizuri. Twende ndani. Melina. Baba. Hebu nichukulie chochote kama kuna chakula hapo, nisikia njaa sana. Sawa. Hapa chai baba. Asante. Asante sana. Sukari nyingi, umeweka nyingi sana. Sasa binti yangu, leo nimekuita hapa tuzungumze kidogo. Natambua kwamba unafahamu baba yako sasa hivi na mambo mengi na umri ndio huu unaenda. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria nikukabidhi baadhi ya majukumu. Na ratiba ya kuondoka kwenda Ujerumani sambamba na majukumu yote ambayo nipo nayo na umri na mpango kwenda kwenye semina huko Ujerumani. Sasa na kuachia lile duka ulisimamie. Ile duka sio la kwako. Nataka nikuachie. Nafikiri unajua kwamba pale kuna kijana ambaye anauza pale. Nani yule anaitwa huyu bwana mdogo Ansari? Namjua. Kwa hiyo nataka nikuachie umsimamie pale dukani. Lakini na miradi yote ambayo inanizunguka kwa wakati wote ambao mimi nitakuwa sipo hapa, naomba usimamie. Kwa babangu. Kwa hiyo matarajio yangu kwamba utamsimamia huyu kijana mfanyakazi wetu. Sasa tunatakiwa tumpigie simu huyu bwana ili ajue. Na kikubwa pale, angalia hesabu. Hesabu ziwe zinaingia kwa wakati. Pesa ikisha kila mauzo ya kila siku yaweka kwenye account bank. Na wewe ndio usimamie. Kila jioni unaenda pale, unapiga hesabu kimeuzwa nini, imebaki nini, alafu unaenda kuweka pesa bank. Na bahati nzuri mimi nimeunganisha kwenye simu. Mimi na sim banking. Kwa hiyo transaction zote ambazo nafanyia kwenye account yangu naziona. Umenielewa? Nikuelewa babangu, asante. Nitaweza kusimamia vizuri kabisa. Sasa kwa hiyo nipigie simu
Uzungumze nani? Bwana Anzat. Upo dukani eh? Ya, nipo dukani sasa. Sasa Kuna tatizo? hapana tatizo lolote. Nipo na binti yangu huyu Merina. Naam. Kuna taratibu kadhaa, mimi na ratiba nyingi sasa hivi. Kwa hiyo nilikuwa nadhani kwamba kuna mazungumzo kidogo tuyafanye hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo nakuomba uje nyumbani. Lakini kwa sasa muda wateja nipo dukani hapo ndugu. Ni kweli natambua kwamba wateja ni wengi kwa sasa, lakini naomba funga duka, njoo, ni mambo ya msingi sana tuzungumze. Sawa, nakuja sasa. Karibu. Wewe. Hebu tukije. Mambo gani mnafanya? Alafu akimwendo kasi una matatizo wewe. Kila siku ugomvi. Hivi una shida gani wewe? Kwana wewe mzee anakuhusu nini? Ya hapa yanakuhusu nini? Unaniambia mimi hivyo? Unaniambia mimi hapa. Alafu mimi kuongea mara mbili sipendi. Wewe unajitambua kweli wewe? Kwani wewe mzee umejipanga? Nimejipanga kivipi? Yaani kila siku mnasababisha ugomvi hapa kila siku. Wewe subiri hapa. Subiri nini? Mimi mwenyewe ndio ile. Si umenielewa? Mimi mwenyewe kitambo, yaani wewe uniambii chochote. Kwa hiyo na wewe mzee utaniambiaje? Mimi nasikia tu Jumbe Visanga, safari mimi nakumaliza. Pombavu wewe. Safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari. Mjomba vipi mjomba? Mjomba. Mbona nifungia tena mjomba? Mjomba vipi? Mjomba, mbona mnanishtua? Mtaniua na pesha. Umri wenyewe umeenda huu. Vipi kulikoni? Mjomba, sio kaka yetu huyu. Kafanyaje? Leo kaamka zake asubuhi, kamkuta mdogo wangu anaosha vyombo,
Na mimi kuna kakazi kidogo nilikuwa nakifanya pale. Cha ajabu kaanza kumpiga. Ile mimi naenda kuwatoa, naye anaanza kunipiga na mimi pia. Alafu istoshe, anasema zile mali ataka kuuza eti. Yaani wewe mjomba umekuwa kicheka kweli yani. Ona sasa, jana ulisema utakuja kuongea naye, hujaongea naye wala nini. Ona sasa anafanya mambo ya hovyo, yani yasiyoeleweka kabisa. Nyumba anataka kuuza, kiwanja, kila kitu anataka kuuza. Sisi tutaishije mjomba? Lakini hili siwezi nikalifumbia macho. Shende. Mama, tangulia nyumbani. Wewe mjomba Shende, tunaongozana tunaenda kutafuta kimwendo kasi. Umenielewa? Sawa mjomba. Safari ya maumivu, safari ya maumivu. Mjomba. Mbona kama unajisaulisha? Vua viatu bana. Wewe ulikuja na viatu hapa. Safari ya maumivu, safari ya maumivu. Kweli dunia da, walimwengu ni shujaa. Watu wanatumia pesa kipato chao kuwanyanyasa wenzao. Ukistajabu ya Firauni utashangaa ya Musa. Watu wanatembea na wake za watu kulipiza deni lao. Watu wanateswa duniani jamani, watu wanavisa duniani jamani, watu wamepinda wamechoka na maisha yao. Karibu, fungua tu, mlango uko wazi. Karibu. Karibu sana. Amshukuru. Ndio kaja na mimi hapa. Karibu. Hamna shida bwana. Karibu sana. Hamna shida. Karibu sana bwana Azza. Hamna shida bosi wangu. Vipi la siku mbili tatu pale kazini? Kazi inaenda tu vizuri. Ndio. Namshukuru Mungu, biashara zinaenda tu vizuri. Bwana Azza. Nimekuita hapa kwa sababu mimi kutokana na majukumu nilionayo na ratiba zangu mambo yamekuwa mengi kidogo. Nafikiri mimi ndo nakusimamia pale. Ile sikujua nakupigia simu nifahamu endelea ya duka. Kwa sasa mambo yamenizidi. Nataka nimkabidhi huyu binti yangu. Nafikiri unamfahamu. Melina. Atasimamia ile duka kwa niaba yangu. Karibu sana bosi wangu. Asante. Karibu sana. Asante sana. Kwa nategemea nidhamu ile ile ambayo ulikuwa unaitoa kwangu utaenda kuitoa kwa mwanangu. Sababu biashara ni ile. Bosi, mimi nashukuru kwa kumleta bosi mwingine. Kwa mtasimamia majukumu yangu kama yanavyoenda siku zote. Na nitafanya kazi vizuri naye tu. Kwa uzuri. Sawa. Hamna shida. Ngoja nirudi kazini kwangu basi, maana nimewacha wateja wengine pale nje. Mungu akubariki sana. Hamna shida. Kila la heri. Tutaonana siku nyingine. Haya, siku nyingine. Hamna shida. Melisa mwanangu. Hebu njoo. Abe mama. Jana ulikuwa unalia nini? Na mkaka mmoja alikuwa ananitongoza, ni mkaka mkubwa sana. Ni hilo tu? Ndiyo mama. Wewe bado hujakuwa? Ndiyo, bado sijakuwa. Ndiyo mama, bado sijakuwa. Safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu, safari ya maumivu. Kweli dunia da, walimwengu ni shujaa. Watu wanatumia pesa kipato chao kuwanyanyasa wenzao.